Je, ni kweli kuna laana? Nimesema ndio. Ukisoma ziko sababu nyingi ambazo zinasababisha watu kuingia kwenye laana. Moja ya sababu inasababisha watu kuingia kwenye laana ni kutosamehe. Moja ya sababu zinazosababisha watu kuingia kwenye laana ni kutosamehe. Haleluya. Mnakumbuka yule bwana Mathayo? Yeye yule bwana alikwenda kwa mkuu akaomba msamaha kwa sababu alikuwa anadaiwa. Yeye akasamehewa. Tena alikuwa anasamehewa mabilioni ya pesa, akasamehewa. Lakini yeye alishindwa kusamehe shilingi 10,000. Kushindwa kusamehe 10,000 kulimrudisha kwenye laana. Alipigwa mpaka akafungwa, akaenda gerezani. Sio, unanielewa? Kwa kushindwa kusamehe ni laana. Ni sababu na kurudisha kwenye laana. Haleluya. Kushindwa kuomba ni laana. Inakurudisha kule unapako, unakwenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Ukishindwa kuomba, maana yake unatekeleza kile ambacho shetani anataka kufanya. Wakati ukiona watu wanakimbia hapa duniani, watu waliokoka, unaona anakuambia nenda kaombe, Mungu atakusaidia. Mwambie Mungu akusaidie. Anajua siri iliyopo kwenye maombi. Watu wengine tunaruka hapa, tunajua kwa nini tuko hapa. Ni kwa sababu Mungu alifanya kitu juu ya maisha yetu. Kama asingekuwa Mungu, hata leo singesikia sauti yangu. Kwa sababu tulipita kwenye misukosuko, tulipita kwenye hatari, tukapita kwenye majaribu. Nasema huyu jamaa leo anakufa. Hata mtu akiangalia anasema jamaa huyu leo lazima afe. Na watu wanakuambia wewe lazima ufe kwa sababu ulivyo. Lakini Bwana aliyetusindia leo ndiye Mungu tunamwabudu leo. Haleluya. Ndiye Mungu tunamwamini na ndiye Mungu ambaye tunamsemea sifa zake hapa. Sema amena. Amen. Hivi ushawahi kufika sehemu mtu anakuambia unakufa kesho? Alafu kuna mtu mjomba wako au shangazi yako anakuambia wewe kesho unaenda kuokota makopo. Kama sio Mungu au simama. Haleluya. Inafika hatua hapa anakuja anakuambia mwanangu kesho utaenda kuokota makopo. Anatoa matangazo kwa ndugu zako kwamba huyo kesho anaenda kuokota makopo, mjini utamuokota huyo. Kwa hali ulionayo mwanadamu, kukwepa hapo uwezi. Ni Mungu tu. Haleluya. Kwa ukishindwa kuomba, ndugu yangu, uko kwenye hatari. Hakuna ambacho kinashindikana kwenye maombi. Hizo laana tunazosema zipo kwa watu ambao hawaombi. Utaona kule mwisho nitakuonyesha. Kwa watu ambao hawaombi ndio wanazo laana, lakini ukiwa unaomba hakuna laana itakukuta, kwa sababu kila kijaribu kuingia na kuna kingi. Kila kijaribu kuja unakuta kuna kingi. Ikija kwa nyuma kuna mishale, ikija mbele kuna mishale, ikija kushoto kuna mishale, ikija kulia kuna mishale. Hakuna namna ya kuingia. Inazungukwa kama vile soda ilivyo ndani ya chupa. Soda iko ndani ya chupa, hakuna vumbi itakayoingia. Vumbi inagonga kwenye chupa, inagonga kwenye chupa, chupa inachafuka, soda inabaki vile. Ukifungua soda unafuta, kuna soda. Haleluya. Hivyo ndivyo mwana wa Mungu. Hakuna laana itakukuta ukiwa kwenye maombi. Hakuna laana itakukuta ukiwa unaenda kusamehe. Hakuna laana itakukuta ukiwa unasema kweli. Hakuna laana itakukuta ukiwa sio muongo na mtoshi. Yesu atasema pamoja na wewe na yeye atakuwa pamoja na wewe. Haleluya. Siku moja utaruka utasema nilikuwa nakifanya kumbe nilikuwa namfanyia Mungu. Amen. Usiogope. Tunaongea laana, mimi siko hapa kwa ajili ya kuogopesha. Shetani anatumia nguvu zake nyingi kupeleka watu kwake. Kumbuka shetani ana malaika zake. Na Biblia inasema shetani wakati alipokuwa kule mbinguni alikuwa watatu. Alikuwa Lucifer, alikuwa Mikaeli, alikuwa Gabriel. Hao ndio malaika walikuwa wakubwa. Lakini shetani aliona wivu. Kwa nini shetani anakuja kwetu? Inawezekana hujui kitu. Shetani anakuja kwetu kwa sababu sisi tumepewa mamlaka kuliko yeye aliyopewa. Amen. Wakati Mungu anaanza mchakato kutengeneza mwanadamu, shetani alisikia yote. Akajua kwamba anayetengenezwa ni mtu ambaye anapewa mamlaka kuliko mimi. Kwa shetani anatafuta zile mamlaka alizopewa azivae yeye. Na kwa sababu hawezi, kazi yake ni kuziharibu. Haleluya. Yaani kazi yake ni kuharibu, na malaika zake anao wengi malaika. Kwa sababu shetani alipoasi kule kwa Mungu, alishuka na malaika zake. Na Biblia inasema kwamba wapo malaika wa shetani hapa duniani ambao wanafanya kazi pamoja na yeye. Wala wanaofanya kazi pamoja na yeye ndio wanawatawanya. Wanakwenda kufanya kazi kuharibu utukufu wako. Anaingia ndani yako, anakuja kama mwanadamu. Na watu wengi ukiangalia waliovaa usika wa shetani ni wanadamu. Na wanavaa usika wa mwanadamu. Haujaenda kumwona shetani kwamba huyu ndio shetani na umbile lake, hapana. Unamwona mwanadamu. Kwa hiyo yeye anachukua ile umbo la mwanadamu, analivaa, akishalivaa anakutumikisha kwamba wewe utumike badala yake, na ukitumika badala yake unawapeleka watu kuzimu. Maana yake unatoa watu kwa Mungu, unapeleka kwa laana. Haleluya. Amen. Kwa laana zipo. Na kazi ya shetani kuhakikisha laana zinaendelea.